Welcome to Movie Recap Swahili, and I hope you're all doing great. Oya, kimombo kama kawaida au vipi? Nisiwapotezee muda, chukua popcorn zako twenzetu na ili goma kali kinoma. Movie inamhusu jamaa mmoja anaitwa Nad Day. Na huyu jamaa alikuwa anawatandika grupu la wahuni fulani hivi tuseme, au majambazi tuseme. Walikuwa juu ya ghorofa. Jamaa alikuwa peke yake, lakini aliwatandika vibaya mno wale wote. Na wao walikuwa wengi kinoma. Na ni kwa sababu tu jamaa hapo awali alishaikuwaga gangster. Tukisema gangster yani manake jambaka. Alikuwaga ni mnoma yani. Sasa ikawa imepita miaka 7. Degi amechoka kuendelea kuwa gangster kwenye makundi yao ya kigangster bwana. Na ameamua sasa kuanza kuishi maisha ya kawaida. Na akawa ameenda kwenye chuo kusoma, akawa amesomea kuwa mwalimu wa sekondari. Na ameamua kuanza maisha mapya. Na kipindi hicho sasa alikuwa anatafuta ghetto, wapi anaenda kupanga. Akawa amepata ghetto fulani hivi sehemu ambako kulikuwa kuna historia mbaya sana kwenye hilo jengo bwana. Kwenye hicho chumba ambacho yeye amepewa, kuna mtu ashaye kufariki humo ndani kwa dadadeki. Ndio yeye kapewa. Na huyo mtu alifia humo ndani tu kimazingala. Lakini jamaa akaamua kuchukua lile room kwa sababu kodi ilikuwa ni bei rahisi sana. Na akasema nitakaa hapa mpaka pale ambapo nitafanikiwa kupata kazi ambayo itaweza kuniingizia kipato, na kipato ambacho kitatosha kwa ajili ya kutafuta nyumba sehemu nyingine. Basi sini ikabadilika na kuonyesha wanafunzi wa high school. Vijana damu zishachemka. Nao wanafunzi wakawa wanamzingua mwalimu wao Mr. Park. Na huyu mwalimu alikuwa ni mwalimu wao wa gym. Anawafundisha mazoezi na vitu kama hivyo. Basi Mr. Park akaenda kwa mkuu wa shule na kumwambia kwamba, mkuu tafadhali, mimi nimeshindwa kuvumilia wanafunzi wako. Sasa naomba kuacha kazi. Mkuu wa shule alijisikia huzuni sana kuona Mr. Park anaacha kazi kwa sababu ya wanafunzi. Na akaanzisha sheria kwamba mwanafunzi yoyote atakayemuonea mwalimu ama kumpiga mwalimu, basi hatima yake iko mikononi mwake na atafukuzwa shule. Na muda huo akaanza kufanya mchakato wa kutafuta mwalimu mwingine kwa ajili ya kumreplace Mr. Park. Lakini ilikuwa ni ngumu sana walimu kuja kwenye hiyo shule kwa sababu shule ilikuwa ina reputation mbaya sana kutokana na tabia za wanafunzi wake. Sasa mwalimu mmoja anaitwa Mr. Im akaamua kumpigia Degi kwa sababu huyu jamaa alikuwa ni mwanafunzi wake katika chuo kile cha elimu, yani chuo cha walimu kile. Akamuomba aje kwenye hii shule kwa ajili ya kuwa mwalimu wa muda, yani substitute teacher. Sasa Degi kwa sababu anatafuta kazi kwa hali na mali, akawa amefurahi sana kupata ile kazi bwana. Hata kama ile shule ilikuwa ina reputation mbaya, lakini yeye hakujali chochote. Siku inayofuata jamaa akapanda kwenye skuta yake na kuelekea shuleni. Akati anaenda shuleni, alipofika sehemu akawa amekuta wanafunzi wa ile shule anayoenda wakiwa wamekaa zao kijiweni nini, wanakula zao bange. Basi jamaa akasimama na kuwaambia, hebu nyie acheni ujinga. Kwa nini mnavuta bange na ninyi ni wanafunzi? Wala wanafunzi wakaamua kumchallenge teacher bwana. Akamwambia, oya, usituzingue babu. Kama unataka njoo tuzipige bwana. Jamaa alikuwa ni mzuri sana kwenye kupigana. Na kwa maana hiyo akawa amewatandika haraka yani kwa sababu yeye ni mwamba bwana. Na madogo akawa amekaa pale na kusalimu amri mwanangu. Sasa baadaye Deji akawa amefika shuleni na alipofika shuleni akawa amekutana na walimu wengine pamoja na mkuu wa shule. Mkuu wa shule pamoja na hao walimu wakamwambia, oya mwanangu, unatakiwa uwe makini sana kwa sababu wanafunzi wa hii shule ni wasumbufu mno, yani ni wakorofi vibaya mno. Sasa umakini wako utakusaidia kuweza kuishi kwenye hii shule. Na baadaye kuna mwalimu mmoja anaitwa Miss Yuri akamchukua jamaa na kumpeleka darasani kwake. Na mwamba alivyoingia darasani sasa, wanafunzi walikuwa wanampotezea, hawana habari naye hata kidogo. Jamaa akafika pale mezani kwake na akaamua kubamiza meza ili tu apate attention ya wanafunzi wake. Baada ya jamaa kugonga meza pale, wanafunzi wakaonekana kuwa na hofu kidogo kwamba huyu mwalimu mpya amekuja na mbwembwe kweli. Baadaye jamaa akageukia ubaoni na kuanza kuandika jina lake pale. Na akajiintroduce mwenyewe pale mbele ya wanafunzi, lakini wanafunzi wakaanza kucheka jina la jamaa bwana. Wanacheka kinyama yani. Yeye hakujali hata kidogo. Na baada ya darasa sasa kuna msichana mmoja anaitwa Ji Haun. Akawa amemuuliza rafiki yake, nataka kutengeneza hela, lakini nataka kutengeneza hela kwa haraka na hela nyingi. Nafanyaje? Na huyu Jihan alikuwa anataka kufanya chochote kinachowezekana tu ili aweze kupata pesa. Lakini sasa baadaye tunakuwa introduced kwa Kang na Bian. Hao washikaji wawili marafiki ambao teacher yule aliwatandika ile mapema wakati wanavuta bange. Wakawa wamemsikia yule binti akizungumza kuhusiana mambo ya pesa. Wakamfuata bwana. Sasa Kong pamoja na Bian wakawa wamemwambia Jihan pale kwamba, sikiliza wewe, tutakupa hela nyingi sana, tunataka tukupe kazi. Bila hata kufikiria ubinti akakubali. Hajui kwamba ni kazi gani, watakufanya nini na haelewi chochote, lakini yeye akakubali tu. Rafiki yake akamwambia, wewe usiwaamini hao, au ni wakorofi, ni wauni. Lakini yeye
hakujali. Sasa jioni, usiku ule tuseme, Teacher Degi kama kawaida yake yuko kwenye skuta yake, anatembea anaenda kwenye mizunguko yake nyumbani. Ghafla akawa amemgonga nani? Jihan, yani yule msichana yule. Akati anaanza kumsaidia sasa, Kong pamoja na Bian yule rafiki yake wakaanza kumrekodi bwana, wakitaka kusambaza taarifa za uongo kwamba jamaa alikuwa anamfanyia sexual harassment ubinti. Akati wanaendelea kurekodi pale, kuna mwanafunzi mwingine akatokea anaitwa Namhoon. Namhoon akatokea pale na baiskeli yake, akaja akachukua simu ya jamaa bwana, akaangalia zile video zote na kufuta kila kitu. Na hapo ndo tunajua kwamba Namhoon alikuwa yuko respected sana na wale wanafunzi walikuwa wanafanya mambo mabaya pale shuleni. Na kwa kuona vile jamaa uwezo wake na kuogopwa kwake, teacher akazani kwamba Namhoon ndiye kiongozi wa hawa vijana na kundi lao la wahuni. Lakini Namhoon akamwambia hapana, mimi sio. Siku inayofuata sasa tunamuona Namhoon akiwa anaenda shuleni pamoja na demo wake anaitwa Yuran. Yuran alikuwa na furaha sana, alikuwa na furaha kwa sababu kuna habari nzuri alikuwa amezipata na alikuwa anataka kushare hizo habari na Namhoon. Sasa upande wa pili, Bian, Kong pamoja na bosi wao ambaye anaitwa Daehyun wakawa wanamwangalia jamaa na demo wake wakiwa wamemind sana, kwa sababu jamaa amewaharibia walichokitaka kukifanya kwa ajili ya kumdakisha teacher bwana. Sasa Teacher Degi anataka kujifunza zaidi na kumjua zaidi Namhoon kwa kile kilichotokea jana usiku. Akawauliza walimu wengine na nini, kutaka tu kupewa taarifa kuhusiana na jamaa, yule mtoto wa namna gani na vipi na vipi na vipi. Wakamwambia kwamba Namhoon alikuwa ni kiongozi wa kikundi cha watoto wahalifu wakiwa sekondari, na alivyoingia high school jamaa ameamua kubadilika, hasa tu alivyoanza kudate na nani, na huyo demo wake alikuwa naye sasa hivi. Sasa baadaye darasani, Yurin, yani yule demo wa Namhoon, anasema kwamba anamwambia rafiki yake kwamba amesainiwa na music label, recording label tuseme, au kama Wasafi hivi WCB, na amepewa dili nzuri sana. Alipo yuko excited mno, rafiki yake pamoja na baadhi ya wanafunzi wakawa wamefurahia sana na wenyewe. Pia alikuwepo DN pamoja na nini na kundi lake la wahuni pa. Wakaanza kummock, yani wanamcheka, wanamzingua bwana. Namhoon akaamua kutulia tu kwa sababu pale shuleni palikuwa pana sheria kali kuhusiana na kupigana. So hakutaka kufanya chochote mdau wakati wanamonea demo wake pa. Sasa baada ya muuni mmoja kwenda kumzingua yule msichana, jamaa yakamshinda bwana. Namhoon akaingilia kati na kumtandika vibaya mno mshikaji mmoja. Alafu teacher yule mshikaji akawa ametokea pale kuja kugombelezea. Na baada ya hapo taarifa zikawa zimemfikia principal, na principal akawa ameamua kumpa suspension Namhoon. Lakini Degi, yani yule teacher, akaanza kumuomba sana mkuu wa shule kwamba msamee, na akasema kwamba mimi ninaamini kabisa wale watoto ni wabaya, ndio waliomuonea. Jamaa kwa sababu kichwani mwake anakumbuka kwamba huyu ndo walimsaidia kutoka kwa wale vijana wale ambao wanaita uhuni pale. Teacher akaamua hadi kupiga magoti mbele ya mkuu wa shule kuanza kuomba msamaha bwana. Anamwambia mpe chance nyingine tafadhali, mpe chance nyingine tafadhali, jamani ni aliomba vibaya mno. Bwana baada ya kuona Degi amekuwa anaomba msamaha kiasi kile, mkuu wa shule bwana ikabidi tu aamue kumsamehe Namhoon. Na walimu wengine wote pale wakawa wanamwadimaya sana jamaa kwa kuwapenda sana wanafunzi wake, hasa wale wanafunzi wanaofanya maovu. Hadi Miss Yuri akawa amevutiwa sana na Daegun bwana. Baadaye tunaona Daegun pamoja na Miss Yuri wakiwa wanaondoka shuleni pamoja. Baadaye wakawa wamemuona Jihan, mwanafunzi mwingine, akiwa anaonewa, anafanyiwa sexual harassment na bosi wake. Yule wanafunzi wanafanya part time kazi. Degi akaingia pale na kuanza kumsaidia yule mwanafunzi, akamtandika kweli yule bosi bwana. Miss Yuri alivyoona kile kitendo, akawa amefurahia zaidi na kuanza kumtamani vibaya mno huyu Degi. Upande wa pili tunaona Jihan pamoja na timu lake, genge lake la wahuni, wakawa wameenda kuonana na bosi wao mkubwa kabisa. Na pia kulikuwa kuna kundi jingine, Achoi pamoja naye na kundi lake. Wanafunzi wote wanatoka shule moja sasa. Lakini sasa bosi wao mkubwa akamwambia, sikilizeni, sihitaji makundi mawili ya kihuni kudominate kwenye shule moja, kwa sababu yote ninyi ni makundi yangu. Siwezi kuruhusu makundi yote mawili yakawa kwenye shule hiyo moja. Akamwambia kwamba Daehyun pamoja na Choi, nyie kwenye makundi yenu mpigane, mpiganie nafasi. Atakayeshinda ndiye atakayekuwa kiongozi au atakayeongoza makundi yote, litakuwa kundi moja tu. Sasa ili tujue kundi lipi tutakaloongoza jingine ni pale ambapo kundi moja litashinda. Choi akatoka na kwenda kumfuata Namhoon ili tu aweze kumsaidia waungane, wapigane ili wao wawe ndio vinara. Lakini Namhoon akakataa, akasema mimi nimeshaondoka huko brother, siwezi kufanya vitu hivyo tena. Lakini bwana, upande wa pili
Degi akawa amepigiwa simu na rafiki yake, na rafiki yake akamuomba Degi aje amsaidie kwa sababu kuna thugs, yani wahuni fulani ambao wanasumbua bwana. Lakini Degi akakataa, akasema mimi siwezi kwa sababu nimeamua kuyaacha hayo maisha na sitoweza kuingia kwenye maisha hayo tena. Nimetoka na sasa hivi nataka kuwa mwalimu milele. Sasa bwana, kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Lee pale shuleni kwao, akawa ameanza kumfuatilia bwana Degi kwa sababu Degi akawa anapata sifa nyingi sana. Sasa kawivu kakaanza kuingia. Jamaa akawa amegundua kwamba Degi alishawahi kuwa kiongozi wa kundi moja la kihalifu ambao lilikuwa ni kundi kubwa sana, na jamaa alikuwa ni mbaya vibaya mno yani Degi yani. Sasa bwana, siku inayofuata shuleni yule jamaa sasa Teacher Lee yule akaanza kusambaza taarifa kwa walimu wengine, taarifa zinazomhusu Teacher Degi na kusema kwamba jamaa ni muhuni sana huyu. Hata na mhuni alikuwa anamuombea msamaha kwa mkuu wa shule mpaka anapiga magoti kwa sababu yule ni kijakazi wake yule ni kijana wake. Baada ya hapo sasa Miss Yuri pamoja na walimu wengine wote ambao walikuwa wanaanza kuwa karibu na Degi wakaanza kujipa distance bwana, wakaacha kuwa karibu na jamaa bwana. Na yote hayo yalifanywa na Mr. Lee kwa sababu Mr. Lee alikuwa anampenda sana nani? Yuri. Na Yuri alivyoanza kumpenda Degi, jamaa ikaanza kumuuma. Sasa akaamua kumharibia jamaa bwana. Sasa Choi hakuchoka akaamua kuendelea kumpashu na mhuni awe kwenye kikundi chake bwana. Basi jamaa akaanza kumpa threats na mhuni na kumwambia kwamba nitatoa picha za demo wako ambaye yani yule demo wake ambaye anataka kuwa signed kwenye record label, ili tu record label yake isimsign kwa sababu nina picha chafu za demo wako. Na mhuni hakutaka kabisa kuharibu keria ya mpenzi wake, basi akaamua kujiunga na ile kundi la Choi bwana. Sasa bwana, baba yake Degi akawa amepata taarifa kwamba mwanae bado yupo kwenye makundi ya kihuni, yani yule teacher. Baba akawa amekasirika sana, akaamua kwenda kumfuata Degi na kumwambia, mwanangu, nasikia umekuwa mwalimu lakini bado unashirikiana na makundi ya kiharifu, akati ulisema unaacha kabisa. Lakini Degi akamwambia baba, hapana, mimi kwa kweli sifanyi hivyo mimi napenda sana kazi yangu ya kufundisha watoto, sipigani tena bwana we. Siku ya vita ni vita mura ikawa imefika bwana. Na siku hiyo sasa wakawa wametafuta sehemu tulivu sana ambapo hakuna mtu atakayekamatwa au wanaweza kukutwa huko. Na walivyokutana na kusogeleana, Daehyun alishangaa kuona Namhoon akiwa pamoja na Choi, kwa sababu Namhoon alisema yeye ameacha kupigana. Wakana jiuliza kwa nini jamaa amekuja kumsaidia Choi. Na hisi upepo kama umewaingia washikaji rafiki yangu. Sasa taarifa zikawa zimefika kule shuleni. Walimu wakawa wameambiwa kwamba kuna hili tukio linatokea hapa shuleni. Basi wakawa wamekimbia kwenda kuangalia ni nini kinachotokea bwana. Wakati wanafunzi wako bize wanatandikana vibaya mno, Teacher Degi akawa ametokea pale. Akawaambia wanafunzi, acheni ujinga huu. Kwa nini mnapigana nyie? Hawakumwamini wala hawakumrespect hata kidogo, na hawakutaka kuacha kuendelea kupigana bwana. Babu akaanza kumwataki teacher bwana. Teacher akaanza kujidefend mwenyewe. Degi akawa anawatandika hapa na pale, lakini baadaye unajua alikuwa yuko peke yake. Na makundi yote yakawa yamemvamia yeye kwa sababu yuko peke yake. Wakaanza kumuonea zaidi bwana. Baadaye akasema hawa watoto watanipoteza hawa bwana. Akaamua kurudi. Oya, akawatandika vibaya mno. Na alikuwa anawatandika sio kwa ajili ya kuwaumiza, na watandika ili waache kupigana, kwa sababu angeamua kupigana nao angewaumiza kweli yani. Kuna mwanafunzi mmoja akataka kumtandika Degi na bonge la bapa yani. Na Namhoon alivyoona vile akatoka na kwenda kumsaidia teacher bwana. Wakaanza kupigana mgongo kwa mgongo yani. Wanazunguka hivi, wanawatandika huku na kule wanafunzi. Wakawa wamewapiga sana wale wanafunzi waovu wale. Sasa baada ya Namhoon pamoja na teacher walivyotuliza ghasia zile za pale, walimu na wenyewe wakawa wamefika eneo la tukio. Wakamkuta Degi pale akiwa advise wanafunzi kwamba achaneni na mambo ya kupigana tena. Kwa nini mpigane ninyi wakati ni wanafunzi? Ingawa jamaa alikuwa anawatuliza, lakini shule ikaanza kumpa lawama Degi na kumwambia kwamba jamaa ndiye aliyesababisha ugomvi kati ya wanafunzi. Na wakawa wameamua sasa kumfukuza shule bwana. Wanafunzi walipogundua kwamba Degi amefukuzwa, Namhoon akawa wa kwanza kumkimbilia bwana. Na walikuwa wanamrespect sana kama mwalimu wao ambaye wanampenda na amekuja kuleta mabadiliko makubwa kwenye shule yao. Wakawa na huzuni sana, wanafunzi shule nzima darasa lake lote wakawa wametoka kwa ajili ya kuja kumsupport mwalimu wao wakati anaondoka bwana. Na walimpenda kweli mwalimu wao kusema kweli. Na ikawa ndo kwisha habari yake pale shuleni. Na jamaa akawa ametoka na kwenda moja kwa moja kuonana na baba yake. Na alipofika kwa baba yake alikuwa very proud kwa matendo ya mshikaji, kwa sababu
sababu alisikia taarifa nzima ya shuleni, lakini na taarifa aliyopewa na Daigi ikawa imemfanya ajue kwamba mwanae yuko salama sasa hivi. Na akamwambia kwamba ninakupa hongera sana kwa kuwafundisha wanafunzi na kuwakataza wasipigane. Hata kama umefukuzwa kazi, lakini umefanya vizuri my boy. Basi movie ikawa inaisha ambapo Daigi na baba yake wameenda sehemu ambako baba yake alikuwa ameamua sasa kujenga shule kwa ajili ya kusaidia watoto wote ambao wamekuwa na tabia mbaya. Na hii story inatufundisha kwamba ukiamua kuacha kila kitu kwenye maisha, kama uko unafanya vitu vibaya, viovu na nini, na ukaamua kuacha kweli kweli yani, always kuna matokeo mazuri. Oya, see you on the next one. Lakini sasa usisahau like video hili, lakini pia usisahau kusubscribe. Na ukisubscribe hakikisha umebofya alama ya kengele uwe wa kwanza kupewa taarifa pale tu mzigo mpya unapopanda. Yo, what's clack-a-lackin'? See you.